Shalom shalom, habari ya wakati huu. Wewe ambaye umepata nafasi ya kunisikiliza, kwa majina yangu naitwa Geriad Kehad, au unaweza kuniita Mwalimu Geriad Kehad. Wewe ambao umefanikiwa kutembelea channel hii, ni kuombe uweze kusubscribe katika channel hii. Ondoka ukiwa umesubscribe kwenye channel hii. Unapofanya hivyo, kwanza unafanya channel hii iweze kuwafikia watu wengi zaidi, lakini pia unaposubscribe unafanya kwamba pindi ninapopandisha video kwenye channel hii, ninapo upload video mpya, zinakuwa rahisi kukufikia, yani unakuwa wa kwanza kuzipata video hizo ambazo zinakuwa na mafundisho ya aina mbalimbali kama haya, kama kujifunza neno la Mungu, mafundisho kuhusu fedha, pamoja na mafundisho mengine kuhusu mambo ya usuyo maisha. Na leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo makubwa machache ambayo yanawapata watu kwenye maisha, na pindi yanapowapata watu kwenye maisha, watu huchukulia mambo hayo kama ya kawaida sana, lakini kimsingi sio mambo ambayo ni ya kawaida. Nitakueleza ni kwa nini sio mambo ya kawaida, ili pindi yanapokutokea kwenye maisha usione kama ni mambo ya kawaida, ila uchukue hatua madhubuti ili uweze kusaidika kwenye maisha yako. Hali hizi zinapokutokea kwenye maisha, hali ya kwanza kabisa ni kutokujisikia kwenda kanisani. Yani unakaa hausikii hamu ya kwenda kanisani, hausikii hamu ya kufanya ibada, lakini pia haujisikii kuomba, haujisikii kufanya maombi. Yani hauna msukumo wote kuomba. Hata kama ukiwa na msukumo wa kuomba, lakini unajihisi hauna nguvu ya kuomba, unasikia uchovu. Labda unaweza ukapanga kwamba muda fulani uamke kuomba, lakini inashindikana, au hata ukiamka unasikia uvivu sana, au hata ukiamua kuomba basi unaomba kwa muda mfupi sana. Hali nyingine ni kutokujisikia, yani upati muda na haujisikii kabisa kulisoma neno la Mungu. Na hali nyingine ni kutokujisikia kutoa sadaka, yani haujisikii kutoa sadaka ya aina yoyote ile, iwe ni sadaka ya kawaida, iwe sadaka ya fungu la 10, iwe sadaka ya shukurani, pamoja na sadaka zingine ambazo unaweza kuzitoa mbele za Mungu kwa ajili ya jambo fulani ambalo unahitaji Mungu pengine aweze kukutendea. Ni kwamba haya yote niliyoyataja haya hapa ni ajenda ambazo shetani hapendi kabisa wewe uweze kuzifanya. Ni vitu ambavyo shetani anapambana kwa namna yoyote ile ili wewe usiweze kuvifanya vitu hivi, kwa sababu vitu hivi unapovifanya ni faida kwako, na unapovifanya vitu hivi unakuwa ni mpinzani mkubwa katika ulimwengu wa roho dhidi ya shetani. Nikianza na jambo la kwanza, unapojisikia kutokuhudhuria kanisani, unajisikia hutaki kwenda kanisani, hutaki kufanya ibada. Nini faida ya ibada, na ibada inakuongezea nini kwenye maisha yako ya kiroho? Ni kwamba ibada au kanisani, unapoenda kanisani kuna kitu ambacho kinaachiliwa juu yako, ambacho pengine wewe unaweza usikione na unaweza usikisikie, kwa sababu haya ni mambo ya kiroho. Unapoenda kanisani, kitu kinachoachiliwa juu yako ni kitu kinachoitwa upako. Kwa Kiingereza tunaita ni anointing. Kuna upako fulani ambao unaachiliwa juu ya maisha yako. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba tusiache kukusanyika. Yani neno la Mungu limesisitiza tusiache kukusanyika, kwa sababu tunapokusanyika kuna faida fulani ambayo tunaipata kwenye maisha yetu. Tunapokusanyika kuna faida fulani ambayo tunaipata, na faida hiyo ni tunapata upako. Kuna vitu, kuna uweza, kuna nguvu ambazo Mungu anaziachilia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo shetani anapokuletea wazo kwamba usiende kanisani, lazima utambue kwamba shetani anakuzuia ili usiende kanisani ukapata upako au ule uweza, nguvu na mamlaka ambazo Mungu ataziachilia juu ya maisha yako, ambazo zitakusaidia kwenye mambo mbalimbali ya kiroho katika maisha yako. Kwa hiyo shetani anapokuzuia usiende ibadani, lengo lake ni kukudhoofisha, yani kukufanya wewe upungukiwe na nguvu, upungukiwe na upako, upungukiwe na utukufu wa Mungu, kwa sababu tunapoenda kusali pale kuna utukufu, kuna nguvu, kuna upako ambao unaachiliwa kwenye kusanyiko. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wanaomwamini Mungu.
Lakini pia neno la Mungu linasema kwamba walipo 2 au 3 kwa jina langu, mimi nipo katikati yao kwa ajili ya kusema nao. Kwa hiyo tunapokusanyika kwa ajili ya kufanya ibada, Mungu anakuwa pamoja nasi. Yesu anakuwa katikati yetu, na Yesu anapokuwa katikati yetu hauwezi kutuacha sisi kama tulivyo. Manake kuna baadhi ya vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa roho, vipo kiroho zaidi ambavyo anaviachilia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo unaposikia uzito kwenda kanisani, ni ishara kwamba shetani hataki upate package, hataki upate upako, hataki upate baraka ambazo Mungu ametengeneza mazingira ili ziweze kukutana na wewe. Shetani hataki upate ule upako ambao utakufanya maisha yako yaweze kuwa bora, yatakufanya uwe makini, yatakufanya uwe bora katika ulimwengu wa roho, ambazo huo upako unaupata pale unapohudhuria kanisani. Jambo la pili ambalo shetani atalifanya kwenye maisha yako ni kukufanya ukose nguvu za kuomba, yani kutengeneza mazingira ya wewe kutokumwomba Mungu kabisa. Sasa nini faida ya maombi kwenye maisha ya Mkristo? Nini faida ya maombi? Neno la Mungu limesisitiza sana mahali pengi kwamba tuombe bila kukoma, kila wakati tumwombe Mungu, kila wakati tumwombe Mungu. Faida ya maombi kwenye maisha ya Mkristo, lazima ujue kwamba maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu pamoja na Mungu. Kwa hiyo tunapoomba, kwanza kabisa tunaimarisha mahusiano yetu na Mungu, na tunapoimarisha mahusiano yetu na Mungu, nguvu zetu za rohoni zinaongezeka. Kwa hiyo unapomwomba Mungu, kadiri unavyowekeza kwenye kumwomba Mungu, ndivyo nguvu zako za rohoni zinavyopanda hatua hadi hatua. Kadiri unavyojizatiti katika kuomba, kadiri unavyofanya maombi kwa bidii na kwa nguvu, ndivyo ambavyo nguvu za rohoni zinapanda, maana unaongezeka nguvu rohoni. Kwa hiyo shetani anapokuzuia usipate muda kuomba, anataka uwe dhaifu kiroho ili aweze kufanya chochote anachotaka kukifanya. Kumbuka, shetani anapotuma wale maagenti wake, wale malaika zake, wale vibaraka vyake, anapowatuma shetani, kibaraka wa shetani aliyetumwa kwako hawezi kukushambulia ikiwa unamzidi nguvu. Yani kama una nguvu za kiroho kuliko yeye, hawezi kukushambulia. Maana ni lazima aje ambaye ana nguvu labda ambazo zinalingana na wewe, au nguvu ambazo zipo juu yako. Kwa hiyo unapoongezeka katika nguvu za roho, maana unapokuwa mtu wa kumwomba Mungu, unampa challenge shetani, maana unaongezeka nguvu rohoni na unakuwa hatari katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo shetani siku zote hata kuruhusu wewe uombe, lazima atatengeneza mazingira yoyote yale ya kukuhakikisha wewe unakuwa dhaifu, hauombi, unasikia uvivu kuomba, haupati muda mzuri wa kuomba. Jambo lingine ambalo shetani atakuzuia usiweze kulifanya ni kupata muda wa kulisoma neno la Mungu. Kupata muda wa kulisoma neno la Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Hiyo ni Zaburi ya 199 na mstari wa 11. Inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kazi ya neno la Mungu kwenye maisha yetu sisi wa Kristo, pamoja na kazi zingine, lakini kazi kubwa ambayo neno la Mungu linayo ni kufichua tabia za ibilisi. Yani ni kuweka wazi ubaya wa adui, kwamba shetani yuko hivi na hivi na hivi, kumshinda fanya 1, 2, 3, epuka uovu, fanya hivi na hivi. Kwa hiyo tunapolisoma neno la Mungu tukaliweka ndani ya mioyo yetu, halafu tukaliishi, maana yake tunaenda kinyume na shetani. Maana yake tunaishi sawasawa na vile ambavyo Mungu anataka. Maana yake ni kwamba neno la Mungu linafichua ubaya wa shetani, na neno la Mungu linakufanya kuishi sawasawa na vile Mungu anavyotaka, na linakufanya uweze kukua maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo unakuwa hatari zaidi katika ulimwengu wa roho kadiri unavyolisoma neno la Mungu, unavyoliishi kwenye maisha yako. Kwa hiyo adui atapambana na wewe akihakikisha kabisa kwamba haupati muda wa kulisoma neno la Mungu. Haupati muda kulisoma neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linafichua mipango ya adui, linafichua plani za adui, linafichua ubaya wa adui. Kwa hiyo shetani atahakikisha, atapambana,
atafanya kila awezalo kuhakikisha wewe haupati nafasi ya kulisoma neno la Mungu. Hata ukilisoma neno la Mungu, atahakikisha haupati nafasi ya kulifanyia kazi. Kwa hiyo atakukatisha tamaa, atakuletea changamoto za aina yoyote ile ili wewe usilisome neno la Mungu. Jambo lingine ambalo ni la mwisho nitakaloishia kwa siku ya leo, mambo ambayo shetani hataki kabisa uyafanye kwenye maisha yako, ni kutoa sadaka. Sasa hapa kuna sadaka za aina mbalimbali. Kuna sadaka ya kawaida, kuna sadaka ya fungu la 10, kuna sadaka ya shukrani pamoja na sadaka zingine. Sasa hapa kitu nitakachokizungumzia hapa ni sadaka ya fungu la 10. Sadaka ya fungu la 10, kwanza kitu ambacho natakiwa kukielewa, sadaka ya fungu la 10 sio sadaka ambayo ni lazima kuitoa. Yani sio lazima kuitoa sadaka, na yani sio lazima kutoa sadaka ya fungu la 10. Ila sadaka ya fungu la 10 ni muhimu kwako wewe mwenyewe. Narudia tena, sio lazima kutoa sadaka ya fungu la 10. Sio lazima kutoa sadaka ya fungu la 10. Lakini ni muhimu kutoa sadaka ya fungu la 10, kwa sababu sadaka ya fungu la 10 ni muhimu kwako wewe mwenyewe. Kazi ya sadaka, kazi kubwa ya sadaka ya fungu la 10 ni kulinda vyanzo vyako vya mapato. Yani unapotoa sadaka ya fungu la 10, maana yake umemruhusu Mungu alinde vyanzo vyako vya mapato. Maana umemruhusu Mungu alinde uchumi wako. Kwa hiyo kitu ambacho shetani atakifanya kwenye maisha yako ni kukuzuia wewe usitoe sadaka ya fungu la 10. Ni kukuzuia wewe usitoe sadaka ya fungu la 10. Kumbuka katika Agano la Kale sadaka ya fungu la 10 ilikuwa ni sheria. Ilikuwa ni sheria kwa wana wa Israeli. Lakini tunapokuja kwenye Agano Jipya, sadaka ya fungu la 10 sisi tunatoa zaidi ya sadaka ya fungu la 10. Manake sisi hatujawekewa sheria kwamba lazima tutoe sadaka ya fungu la 10, lakini tumeambiwa tutoe kwa moyo wa kupenda. Manake tunatoa zaidi ya sadaka ya fungu la 10. Yani kadiri moyo wako utakavyokujalia kupenda, kadiri moyo wako utakavyokuruhusu kupenda kutoa, ndivyo utakavyotoa. Faida ya fungu la 10, narudia tena, faida ya fungu la 10 sio kwa ajili ya mchungaji. Faida ya fungu la 10 sio kwa ajili ya askofu. Faida ya fungu la 10 ni kwa ajili ya ulinzi wa mali zako, ni kwa ajili ya ulinzi wa vyanzo vyako vya mapato. Kwa hiyo unapoacha kutoa fungu lako la 10, maana yake vyanzo vyako vya mapato vinakuwa vina ulinzi, kiasi kwamba adui saa yoyote ile anaweza kavamia, anaweza kasababisha uharibifu na ukarudi nyuma kiuchumi. Hayo ni mambo ambayo shetani hata lala usingizi, hata pumzika, na atajitahidi kabisa na kurudisha nyuma kwenye hayo mambo. Jambo la kwanza, usihudhurie kanisani, ani usifanye ibada ya kanisani au ibada binafsi ya wewe mwenyewe. Lakini pia jambo lingine, hata kuruhusu kamwe uwe mtu wa kuomba. Hata kuruhusu kamwe uwe mtu wa kuomba. Maombi ni moja kati ya silaha pinzani sana katika ulimwengu wa giza, ulimwengu wa roho upande wa giza. Kwa hiyo shetani hata kuruhusu uombe. Lakini pia kitu kingine, shetani hata kuruhusu usome neno la Mungu. Na kitu kingine, shetani hata ruhusu utoe sadaka, kwa sababu sadaka ina nguvu ya kukusaidia mambo mengi. Mfano hapo, sadaka ya fungu la 10 inasaidia kuprotect, kulinda vyanzo vyako vya mapato. Manake ulinzi wako unaimarishwa kwenye vyanzo vyako vya mapato. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo unatakiwa kuyaelewa, na unatakiwa kuongeza juhudi sana kwenye hayo mambo ambayo nimeyataja kwenye video hii. Hakikisha unaongeza juhudi sana. Usiache kwenda kanisani, hudhuria kanisani, mfanyie Mungu ibada. Usiache kuomba, pata muda binafsi wa kuomba. Unaposikia wameitisha maombi kanisani, nenda kwenye maombi, omba. Usiache kusoma neno la Mungu, soma neno la Mungu, lakini pia liishi neno la Mungu. Lisome neno la Mungu, liishi neno la Mungu. Lakini pia kwenye maisha yako
toa sadaka. Sadaka ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Sadaka ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Wachawi wanatoa sadaka, waganga wanatoa sadaka, Freemason wanatoa sadaka. Yani hapana mahali popote ambapo hawatoi sadaka. Kwa hiyo hata sisi katika ulimwengu wa nuru tunamtolea Mungu sadaka. Kwa hiyo sadaka ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Mpendwa ambaye unanisikiliza, ndugu yangu, rafiki yangu unayenisikiliza mahali hapa, hayo mambo ni mambo ambayo ni ya muhimu sana kwetu sisi watu wa rohoni. Usiache kuyafanya hayo mambo. Unapoyafanya mambo hayo ambayo nimeweka kwenye video hii, ni mambo ambayo ni ya muhimu sana 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 kwa kila Mkristo, kwa kila Mkristo mwenda mbinguni. Haya mambo ni ya muhimu sana sana sana. Ujumbe huu ni ujumbe wa muhimu sana, na huu ni wito kwa kila Mkristo. Unapoupata ujumbe huu, hebu saidia kushare ujumbe huu ili uweze kumfikia mwingine. Saidia kushare ujumbe huu kwa rafiki yako, kwa ndugu yako, kwa baba yako, kwa dada yako, kwa mama yako. Saidia kushare ujumbe huu ili uweze kuwafikia wapendwa wako, ili waweze kuzijua siri hizi ambazo shetani anazitumia ili kuwadhoofisha watu wa Mungu, ili kwa pamoja tuweze kusimama na tuweze kumshinda na safari yetu iweze kuwa salama. Majina yangu ni Geriad Kehad, Mwalimu Geriad Kehad, na kukumbusha pia, hakikisha una subscribe channel hii ili channel hii iweze kuwafikia watu wengi zaidi, iweze kutoa huduma kwa watu wengi zaidi. Lakini pia wewe ambao umesubscribe utakuwa wa kwanza kuzipata video ambazo nitakuwa nazi-upload, nitakuwa nazipandisha kwenye channel hii, ambazo zitakuwa zimejaa mafundisho mbalimbali, mafundisho kama haya pamoja na mafundisho ya kujenga ya maisha. Mungu akubariki sana. Amen.